zote ni zako, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Fungua kinywa chako mwambie Bwana ni wewe tu. Ni wewe tunakutukuza siku ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako. Asante Bwana kwa ajili ya fadhili zako. Umekuwa mwema na mwaminifu. Umekuwa msaada wetu. Ni wewe unayetulinda usiku na hata mchana. Hata siku ya leo Bwana tumeona kwa ajili ya msaada wako. Ni wewe umetusaidia. Wengine ni wazuri kutuliko, wengine wanabidii kutuliko, lakini ukatujalia na neema yako. Si matendo mema tumetenda, bali ni nguvu zako zimetufikisha hapa. Sio ujuzi wetu, sio maarifa yetu, sio kutoa kwetu, hata si kwa sababu sisi ni wema, lakini Bwana umetusaidia. Neema yako Bwana imetufikisha mahali hapa. Tuna kila sababu ya kukuinua, tuna kila sababu ya kukutukuza, tuna kila sababu ya kusema ni wewe, tuna kila sababu ya kukuinua. Tumekuona Bwana ukiponya, tumeshuhudia matendo yako mahali hapa, tumeshuhudia nguvu zako mahali hapa. Na leo ni siku nyingine Bwana ukakubali kuonekana, ukakubali kujidhihirisha. Neema yako Bwana ikashuke, neema ya ukombozi ikashuke, na nguvu zako Bwana zikatawale katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Na kabidhi kila mmoja aliye mahali hapa, aliye njiani kuelekea mahali hapa, na nafsi na roho iliyowakilishwa mahali hapa, hata wale tunaokana wao katika mitandao ya kijamii, na wao Bwana ukawatembelee. Neema yako Bwana ikashuke mahali ambapo tumekosea, Bwana ukatusamehe. Mahali ambapo nimekosea kama mwanadamu, naomba msamaha. Mahali ambapo wazee wamekosea, waimbaji wamekosea, Bwana na ukamadhabi na makosa kwa niaba ya kanisa lako. Neema yako Bwana ikashuke, na nguvu zako Bwana zikashuke. Neema yako Bwana ikatembee, na kila mashukizo yote katika anga ninayotoa katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Bwana ni wewe, nisaidie Bwana Yesu, nisaidie Bwana Yesu, ninakuomba nisaidie Bwana Yesu, nisaidie Bwana Yesu, ni mwaka mpya nisaidie Bwana Yesu, nisaidie Bwana Yesu, ninakuomba nisaidie Bwana Yesu, nisaidie Bwana Yesu, unajua ninakupenda Bwana Yesu, nisaidie Bwana Yesu, unajua ninakupenda Bwana Yesu,
nisaidie Bwana Yesu. Na wewe ndiwe baba yangu. Bwana Yesu nisaidie Bwana Yesu. Unajua ninakupenda. Bwana Yesu nisaidie Bwana Yesu. Siku ya leo nisaidie. Bwana Yesu nisaidie Bwana Yesu. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana akusaidie. Ni wewe uliyeponya, wewe tu Bwana unafukua, wewe tu Bwana unakomboa, unarejesha. Hata siku ya leo Bwana unaweza. Tunakukimbilia Bwana, ukatusaidie tu Bwana, ukatusaidie siku ya leo Bwana. Unapokumbuka wengine, na sisi Bwana ukatukumbuke. Unapowatembelea waimbaji wengine, unapotembelea wengine siku ya leo, na mimi Bwana ukanitembelee. Unapoinua wengine Bwana, unapoponya, na ukakumbuke nyumba yako. Ashiria neema yako Bwana na nguvu zako. Neema yako Bwana ikatawale, nguvu zako Bwana zikatamalaki mahali hapa, na wewe ukakubali kuonekana. Bwana Yesu tunakukojea, utende jambo jipya, ukatende jambo jipya siku ya leo. Yeyote aliyeingia nyumba hii, yeyote aliyejiani kuelekea mahali hapa, wote Bwana wakabidhi mikononi mwako. Neema yako Bwana ikashuke, na wewe ukakubali kuonekana. Uwepo wako Bwana ukashuke kwa nyumba hii. Neema yako Bwana ikashuke. Unajua ninakupenda, unajua ninakupenda, unajua ninakupenda, unajua ninakupenda Baba, unajua ninakupenda Baba, unajua ninakupenda, unajua ninakupenda, unajua ninakupenda Baba, unajua ninakupenda, unajua ninakupenda, unajua ninakupenda, unajua ninakupenda Baba, hata wewe unanipenda. Baba, hata wewe unanipenda, hata wewe unanipenda, hata wewe unanipenda Baba, nimekuja nikuabudu. Baba, nimekuja nikuabudu, nimekuja nikuabudu, nimekuja nikuabudu Baba, na nimekuja nikuabudu. Baba, nimekuja nikuabudu, nimekuja nikuabudu, nimekuja nikuabudu Baba, nimekuja nikuabudu. Baba, nimekuja nikuabudu, nimekuja nikuabudu, nimekuja nikuabudu Baba, na unajua ninakupenda. Baba, unajua ninakupenda, unajua ninakupenda, unajua ninakupenda Baba, hata wewe unanipenda. Baba, hata wewe unanipenda, hata wewe unanipenda, hata wewe unanipenda Baba, unajua ninakupenda. Baba, unajua ninakupenda, unajua ninakupenda,
ya leo. Ukubali tu Bwana nikuone. Ulitenda, hata siku ya leo Bwana unaweza ukatenda. Tumeshuhudia matendo yako Bwana ukiponya. Tumeshuhudia matendo yako Bwana ukifungua milango, ukitengeneza njia Bwana, tumekuona. Na siku ya leo Bwana tumekusanyika mahali hapa, ambaye hakusika mahali ya kawaida, bali tunakuomba tu Bwana ukakubali kuonekana, ukakubali Bwana kujidhihirisha. Nyumba hii kuna mwingine amefungwa, kuna huyu hapa ni mgonjwa Bwana, mwingine amefika mwisho. Ni nani atakayemsaidia ila tu ni wewe Bwana? Tunakukojea siku ya leo Bwana, ukatende jambo jipya, ukatende jambo jipya. Katika kanisa la Christ Gospel Chapel Kariobangi, tarehe 11 Januari mwaka 2026 kuanzia saa 3 asubuhi. Atakayekuwa akihudumu ni Apostle Julius Wanda. Bwana Yesu, tunakushukuru sababu ya uaminifu wako. Tunakushukuru kwa sababu ya mchana wa leo. Asante kwa sababu ya ibada hii ya ukombozi. Ninaikabidhi mbele zako Bwana. Asante kwa Roho wako Mtakatifu. Mioyo yetu imefunguka na inakuhitaji wewe. Nyosha mkono wako ukaonekane. Asitoke mtu kwa nyumba hii jinsi ambavyo aliingia. Asitoke na kifungo. Asitoke amebebeshwa mizigo na magonjwa. Ninaomba upendo wako ulionyesha pale msalabani, hata sasa hapa ukaonekane. Ukaondolee watumishi wako kila mizigo yote ambayo wamebebeshwa. Bwana asante kwa sababu unakwenda kutenda. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Tumpe Bwana sadaka mzuri ya makofi. Tafuta mahali uketi, inua hii kidogo. Karibuni sana kwa nafasi hii ambaye tumepewa na Yesu. Check 1 2. Basi karibuni sana. Ndio tuwe na mambo mawili matatu ya kujifundisha, na vile vile tuweze kupata nafasi ya kufanya ibada. Tuko mwaka mwingine na Mungu ametusaidia. Tumeuona mwaka. Lakini huwa nasema mara nyingi miaka yote inakuanga hivyo tu. Januari kuna kuanga hivyo, mwezi wa pili kuna kuanga hivyo. Hakuna kitu kigeni. Lakini ndani yako we mwenyewe unaweza ukaamua tu ukasema mimi nitabadilisha hii na nibadilishe hii. Sababu siku zote kuna kuanga hivyo. Lakini mtu mwenyewe ndio huwa anafanya uamuzi wa kubadilisha. Unasema nitabadilisha hii, nitabageuza hii. Mambo iwezi ikajigeuza yenyewe. Kitabu kile cha Samueli wa pili 21 mstari wa 1 na wa 3. Mambo iwezi ikaamka ikajigeuza yenyewe. Haiwezi. Hata maisha yako huwezi kaa ijibadilishe yenyewe. Maisha huwa inabadilishwa na mtu yule ambaye anataka maisha hiyo, ndio huwa anaibadilisha.
Ndio sababu naona kuna mtu ambaye huishi miaka nenda miaka rudi anaisingi hivyo. 2023 aliishi hivyo, 24 hivyo, 25 imeisha hivyo. Sasa tuko 2026. Usipo we mwenyewe chukua hatua useme nataka kugeuza hii na hii, pia hii itaisha hivyo tu. Sasa leo ni tarehe sijui ni ngapi? 7. Sasa hata I think sasa hakuna mambo ya happy new year. Si ni kama imekuwa mzee. Imeshakuwa mzee tu already. Sababu imeenda mbio sana. Lakini mtu uangalia mwenyewe. Anaangalia mwenyewe, anatoka anasema nitabadilisha hii na nitageuza hii katika maisha yangu. I want to change this and this. Na katika ulimwengu wa kiroho inaenda hivyo. Vile ambavyo umekusudia, vile ambavyo umepanga, katika ulimwengu wa rohoni inafanyika hivyo. Sababu ndani umepurpose. Ndani yako umepurpose ukasema nataka kugeuza hii na hii. Kila kitu ambacho unakiona katika ulimwengu wa kiroho akifanyiki kwa makosa. Everything that you see, kila kitu ambaye unaiona spiritually haifanyiki kwa makosa. Ukiona kumejifunga, ilianza kiroho. Maisha inaanza kwanza kiroho. Ikishaanza kiroho ndio sasa ina manifest katika ulimwengu wa physical, lakini kwanza inaanzanga spiritual katika ulimwengu wa kiroho. Ukiona kwa physically imezuilika kabisa, ujue ingine mpaka uende katika ulimwengu wa rohoni uifungue. Niliona mtu mmoja maji ilikuwa imejaa. Maji imejaa ni kama kwa sijui ni kama kisimo something. Akaingia huko ndani, akafungua, ikatoka. Naye maisha hii unaiona physical, iko spiritual, iko kiroho. Kiroho iko hivyo. Vile unajiona physically ndivyo uko kiroho. Kuna mtu spiritually ni maskini, ameporwa kila kitu. Kiroho kimwili inaenda hivyo. Sababu imeanza huko. Lakini ule kule kiroho ni mkubwa, hata ikikuja physically inaenda hivyo. Sababu inakomandiwa katika ulimwengu wa kiroho. Samueli wa kwanza 21 kuanzia mstari wa kwanza. Samueli wa pili, second Samuel. Inasema hivi. Samueli wa pili 21 kuanzia 1. Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3 mwaka kwa mwaka, naye Daudi akatafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa waliua hao wa Gibeoni. Ndipo mfalme akawaita wa Gibeoni akawaambia, basi wa Gibeoni si wana wa Israeli ila ni wa masalia ya Waamori, na wana wa Israeli walikuwa wamewaapia. Lakini Sauli akatafuta kuwaua katika juhudi yake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda. Amen. Nyakati za Daudi mfalme, Biblia inasema kulikuwa na kiangazi ambacho hakikuwahi kuonekana katika siku zote ambaye mfalme huyu Daudi aliishi. Na Daudi akakaa tu, mwaka wa kwanza ukaisha, mwaka wa pili ukaisha, na akaingia katika mwaka wa 3 ukaisha. Biblia inasema miaka 3 ikifuatana kulikuwa na kiangazi ama kulikuwa na njaa. Na sababu Daudi ni mtu wa Mungu, akaona hii jambo ambayo inaendelea si jambo ya kawaida. Maandiko inasema Daudi akatoka, akaenda kutafuta uso wa Mungu. Kutafuta uso ni kutafuta jawabu. Maombi yote haifanani. Kuna maombi ambaye mtu huomba akitafuta jawabu. Ni kwa nini hii imenipata? Ni kwa nini hii imetendeka? Ni kwa nini hii matukio inaendelea? Ndio Biblia inasema Daudi akatoka, akaenda kutafuta uso wa Bwana. Ikiwa kila kitu ambacho kinafanyika katika maisha utakichukua ni cha kawaida, kupata jawabu ni ngumu. Na hii inatuonyesha tunapoishi kuna mambo ambayo huwa inatendeka kwa maisha ni ya kawaida, lakini kuna mambo unapoyaona katika maisha ya mtu haifanyiki kawaida, si kawaida hii mambo ambaye unayaona. Tunajifundisha na mfalme Daudi. Daudi alikuwa chaguo la Mungu.
Daudi alikuwa mtu ambaye Mungu alikuwa amempenda, na mpaka Mungu akamtolea ushuhuda. Ndiye mwanadamu katika Biblia ambaye Mungu alitoa testimony yake, akasema nimepata Daudi mtumishi wangu, mtu ambaye anaufuata moyo wangu. Lakini huyu mtu ambaye anafuata moyo wa Mungu alihangaika nyakati zake. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa anampenda Mungu, mtu anaweza kuwa ni rafiki wa Mungu, mtu anaweza kuwa anaongeleshangwa na Mungu, anasikianga Mungu, mtu anaweza kuwa amemwagiwa mafuta, mtu anaweza kuwa ako na mwito wa Mungu ndani, lakini akapitia mambo katika maisha yake ambaye si ya kawaida. Kama sasa vile Daudi anapitia vitu ambazo si normal. Miaka 3 ikifuatana hakuna mvua. Daudi akaona hii si kawaida. Na kila mara unapoona mambo ambaye inafuatana katika maisha, when you see, unaona vitu ambao zinajirudia. Kuna siku hapa niliombea msichana, ikifika kila mwezi wa pili anapata accident, anagongwa na gari mguu. So imemtendekea kama mara 3 kila ikifika mwezi wa pili mpaka kuwe na accident. Kwa hivyo hiyo si kawaida. Hiyo inakuonyesha ni kitu ambacho kimepangwa katika ulimwengu wa spirit, na sana sana hiyo huwa ni covenant imewekwa. Na hii covenant huwa inaamuka kila mwezi wa pili, huwa inaamuka ikifika mwezi fulani, huwa inaamuka ikifika tarehe fulani, inaamuka inafanya kazi. Sasa kuna watu wameanza mwaka na kupoteza kazi, kuna mtu ameanza mwaka na kitu fulani, na akipiga mahesabu kila mwaka yake anaanzanga hivyo, akianza mpaka apoteze, akianza mpaka kitu fulani itokee. Sasa kuna mtu ambaye ni wa kiroho, sababu usipokuwa mtu wa kiroho huwezi shinda masuala ya rohoni. Mpaka uwe mtu wa kiroho, mwaka ndio umeanza, uwe mtu wa kiroho, ukatae maisha yako kujirudia vile inajirudianga. Mwaka wa kwanza kiangazi, mwaka wa pili kiangazi, mwaka wa 3 kiangazi. Na kuna mambo usipoamka uende ukaitatue, itaendelea kubaki tu. Saa zingine huwa nafikiria Daudi angekosa kwenda kutatua hii jambo, bado Israeli wangeendelea kuteseka. Saa zingine Israeli inaweza kuwa boma yenu. Wewe unaweza kuwa umekuja kwa ibada leo na watu wa kwenyu wanategemea wewe wapate breakthrough. Watu wa kwenyu wanategemea wewe mlango ufunguke. Watu wa kwenyu wanategemea wewe wapate jawabu. Israeli yote iko kwa mabega ya David, wanategemea David. David akiona Mungu, Israeli imeona Mungu. David asipoona Mungu, Israeli wako kwa shida. Kwa hivyo maandiko inasema Daudi akatoka akaenda kutafuta uso wa Mungu huko. Alipoenda kutafuta uso wa Mungu, Mungu akampatia jawabu. Hakuna kifungo ambacho ni kizito kwa Yesu kufungua. Hakuna hata siku moja. Hakuna kifungo ambacho Yesu Kristo hawezi akafungua. Hakuna ugonjwa ambao ni sugu kwa Yesu kuponya. Ni watu wamekosa imani kwa Yesu. Na shetani akaingia kwa mawazo, akamwambia hii kifungo yako iwezi ikatoka, hii ugonjwa yako hauwezi ukapona. Otherwise mbele za Yesu hakuna ugonjwa ambao ni ngumu kwa Yesu kutibu. Hakuna kifungo ambacho ni sugu kwa Yesu kufungua, hata iwe aje. Jesus has the power, ana uwezo wa kufungua hicho kifungo. Hiyo ndiyo imani ambaye shetani hataki ukiwa nayo. Anataka kuonyesha hii yako iwezi funguliwa. Mwanamke ameteswa na damu 12 years. 12. Kawaida ya binadamu akikaa na condition kwa muda mrefu, yeye huwa anakubaliana nayo. Anajua sasa hii sasa mimi naona iwezi kapona. Nimeombewa na pastors wote haibadiliki. Nimeenda hospitali zote haibadiliki. Sasa anakubaliana na hiyo condition. Na hiyo ndiyo shetani hutaka. Shetani huwa anapenda wakati unakubaliana na condition hiyo. Ile mgongo yangu, ile kifua yangu imerudi, ile mguu yangu imeamuka. Sasa anajua good. Anataka hivyo ufike katika nafasi ya hauwezi toka hapo. Daudi akakataa. Dunia hii wale ushinda ni wale ambao huwa wanapigana. Dunia hii wale ambao huwa wanashinda, wale ambao hufanyika kitu cha maana ni wale watu ambaye they don't give up. Wale watu ambaye wako na roho ya kupigana,
atasema hapana, hii nitashinda. Hata iwe ngumu aje, sema nitashinda. Kwa jina la Yesu. Sema hata iwe ngumu aje, Yesu aliye ndani yangu atanisaidia, nitashinda hii kwa jina la Yesu. Pe Bwana sadaka mzuri ya makofi. Marko Mtakatifu 5:25 inasema namna hii. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae kitu kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaliguza vazi lake, maana alisema, nikiaguza mavazi yake tu, unaona kusema nitapona. Kusema ni kitu mzuri. Nilikuwa nahubiri Dandora akakuja mama moja, so nikawa naambia watu sema nyuma yangu, sema hivi. Akasema sasa ona huyu pastor, mimi sipendi hawa pastor wanaambianga watu sema nyuma yao, wao wanatumia vitu. You know, huyu mwanamke alisema ng'ombe ni ng'ombe tu. Alisema nikienda niguze mavazi yake nitapona. Alisema. Ndio tunasemanga sema nitapona. Au utasema wacha nikupate kama useme. Sema nitapona. Kwa jina la Yesu. Sema nitaondoka hapa na uhuru wangu na uponyaji wangu na breakthrough yangu. Yeah. Lazima useme ndio shetani ajue. Huyu mwanamke saying to herself, hata watu wangekuwa wangesema huyu ni wazimu. Saying to herself, if I just touch his clothes I will get well. Akasema hivyo huyu mama. Maana alisema nikiguza mavazi yake tu nitapona. Hii umenini sana hii. Alisema ndani nikiguza mavazi yake nitapona. Miaka 12 si kidogo kukaa unatokwa na damu. 12 years. 12 si kidogo, ni nyingi sana. Kwa hivyo alikuwa hata na uwezo wa kukubaliana na hiyo hali, aseme mimi najua sasa siwezi pona. Mimi hii hali nimepambana nayo imeshindikana. Nikiombea watu naambia wewe unajua nimeombewa na pastors wengi, unajua nimezunguka. Kuombewa na pastors wengi imaanisha uwezi ukapona. Hiyo ni kuombewa tu. Kuzunguka makanisa nyingi imaanisha uwezi ukafunguliwa. Hiyo ni kuzunguka tu, umezunguka. Huyu mama akaamka siku moja akapata imani ndani. Kukombolewa, kupona, kubadilisha maisha. Signal ya kwanza ya kupata ni imani. Kupata imani. Imani ndio ulete miracle kwa mtu. Imani ndio ubadilisha maisha ya mtu. Hata ukae kwa kanisa miaka 10 na una imani ni bure. Hata ukae kwa mhubiri Mungu anamtumia na una imani ni bure. Huyu mama akasema nikienda niguse vazi lake, na akaweka uponyaji wangu. Hata Yesu hata niombea, hata Yesu hata ongea na mimi, uponyaji wangu nitagusa tu nguo ya Yesu. Hata asiongee mimi nitagusa. Yani akadharau hii pepo ya kumwaga damu. Akaiambia wewe pepo, hata Yesu hata kuombea, nitagusa nguo ya Yesu na wewe pepo lazima udharau hii pepo inakuangaisha. Lazima udharau hii ugonjwa, uiambie enough is enough. Leo utaenda katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hello. Lakini sasa kama ni mimi peke yangu naamini utapona, wewe uamini. Nilikuwa kwa Wanda nikamuona. Sasa wewe umekuja tu kuona Wanda. Badala uwe na imani itatoka. Mimi naombea hapa watu wakanza, ananiambia daktari amesema after this month nakatwa miguu mbili. Mimi namwambia ukatwe. Baadaye anakuja yuko na hiyo marakara, isiti marakara. Hizo scar in Kiswahili si ubora umeolewa. Ya, tusianze mwaka na kungangana. Halo. Amepona hiyo marakara, hajakatwa mguu. Na daktari alikuwa ameweka panga tayari akatwe mbili. Wewe unajua kukatwa mguu wewe, na tena wakukata mbili utaenda aje? Vitu zingine watu waache kucheza nayo. Kama ni kukata wakate kucha. Kama ni kukata wakate kucha, waache miguu yako. Kucha itamea tena. Kama ni kukata wakate kitu kingine. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu wa Nazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Mwana wa Daudi,
Yesu nihurumie. Yesu nihurumie. Daudi akaenda kutafuta uso. Ninapenda hiyo sana. Akaenda kutafuta uso wa Mungu ajue ni kwa nini hii. Sababu usipokuwa wa kiroho kwa haya maisha hautaweza kutoboa. Akaenda kutafuta uso wa Mungu. Daudi akaenda huko kuomba. Maombi ya uso ni maombi mtu hawezi rudi mpaka apate jawabu. Ni maombi mtu hawezi rudi mpaka Mungu amuonekanie. Alipokuwa anatafuta uso, Mungu akamwambia kuna kitu kilifanyika zamani. Na hizo ndio vitu zinakula watu. Vitu zingine zilifanywa zamani. Hizo vitu kama hazikunyamazishwa zitafuata kizazi. Zitafuata. Kuna zile vitu za bloodline ambazo ukuja na bloodline. Damu hiyo. Hii inaweza. Hii tu peke yake. Kuja niwekee hii kidogo tu. Kuna zile vitu ukula watu na usipoziangalia zitakuandama. Kuna zile vitu ufuata mtu ama ukula mtu na mtu huyo asipo, lakini msiweke ya kule, niliona inatukula kichwa. Mtu huyo asipoangalia hizo vitu zitasumbua huyo mtu. Ile mambo ambaye ni deep ndio inatakanga mtu akatafute Mungu. Kwa nini amuolewi? Hiyo ndio jambo ya kwenda kutafuta Mungu. Kwa nini wasichana wetu hawaolewi? Kwa nini vijana wetu hawaoi? Hiyo vitu deep ndio mtu anaendanga kutafuta Mungu kule. Ajue ni kwa nini hii family wasichana hawaolewi. Utapata ule alitangulia ndiye alileta hiyo, alifungua hiyo mlango. Hizo vitu ndio mtu utoka. Hata hivi ni sawa. Zile vitu ambazo hufuata mtu, number 1 ni vitu ziko kwa bloodline. Zile vitu ziko kwa damu huwa zinasumbua familia. Kwa damu ni ziko ndani, zinaweza zikasumbua family. Zile ziko kwa damu. Number 2 ni kama kuna kitu kinaitwa evil door. Evil door ni mlango ambaye mtu alifungua. Oh, umenitolea hii. Thank you. Ni mlango ambaye mtu alifungua. Unaelewa? Okay. Ni mlango mtu alifungua. Kama kwa mfano, yule mtu alienda kwa family akalete mganga, alifungua mlango. Mtaanza kupigwa na wanaume wa ndoto, mnaolewa kiroho. Mlango, kila kitu iko na mlango mahali ilifunguliwa. Unaona every problem, wale mnaandika, every problem you are going through, it is attached to a cause. Every problem that you are going through, it is attached to a cause. Cause ni sababu. Cause ni sababu. It is attached to a cause. Kila problem ambayo unaiona iko na cause yake ambayo inailete. Sasa uwezi ukashinda hiyo shida kama hujajua cause. You cannot overcome it without knowing the cause. Wacha niwapatie hii kidogo. Kulikuwa na pastor, huwa napenda kutaja hii, kule Uganda. Alikuwa anazaa watoto wako, sijui kama ni vizuri kuonyesha kwa TV. Sikai ni kama tuna mock. Watoto wamepooza, wamekunjana mikono na miguu. Pastor kazaa firstborn, akazaa secondborn. Hao watoto wote wako hivyo. Akasikia pastor mwingine akiongea kuhusu generational curse. Ile jina ameitwa babu yake. Akaenda kuongea na nyanya yake. Akamwambia, nyanya, hebu nielezee mambo ya babu. Akamwambia, babu yako alikuwa mtu muovu sana. Alipiga mtu kabla huyo mtu hajakufa,
akakunja mikono na miguu, akamweka kwa gunia, akamzika akiwa uhai. Hii ndio kosi kwa nini pastor anazaa watoto wamepooza. Pastor akatubu, akatoa hii kitu, akazaa third born ambaye hana hiyo shida. Kila kitu ambacho mtu anapitia cha kujirudia kiko na attachment. Ndio unaona attachment zingine ni bloodline, attachment zingine ni mlango. Sasa kama hiyo tumesoma 1 Samuel, Sauli ndiye alifungua mlango wa Israeli kukosa mvua. Na alifunguaje mlango Sauli? Aliua wa Gibea. Hiyo damu iko kwa mchanga. The other one, kuna hiyo ingine mlikuwa mmechukua vizuri. Ni gani? Sijui ni camera 1. Aburudisha. Hiyo iko sawa tu, azoom kidogo. Zoom, niko zoom out ama niko zoom nini? Hivi iko sawa. Zoom in, whatever. Sasa unaona, kwa hivyo kosi ya hawa watu kupigwa ni hii mlango Saul alimefungua, akaua watu hawana hatia. Sasa watu wanateseka, inchi, Mungu amelaani inchi. Inchi haipati mvua. Inchi hakuna mvua. Kwa hivyo Daudi ameenda kutafuta kosi. Kwa nini inchi haina mvua?